Kwa dakika chache andika utendaji wa pamoja. Kwa kizungu tunaita teamwork, utendaji wa pamoja. Na katika hilo somo nitagusia kipengele kidogo tu cha umoja. Utendaji wa pamoja una mambo mengi. Kuna mikakati, kuna mambo mengi, kuna mipango, lakini nitaongelea tu umoja. Kwa kifupi, mbona tukiangalia somo la hema ya kukutania ambayo Musa alitengeneza jangwani, na katika ile hema Musa alipewa maono mlimani na Mungu, lakini Musa hakufanya peke yake. Alihitaji wana wa Israeli. Ukiangalia kitabu cha Kutoka 25, aliambiwa aitishe sadaka kwa kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Kitabu cha Kutoka 25, maana yake wote walihusika, wote kabisa. Hata aliyeleta nyuzi za pomboo zilipokelewa. Aliyeleta ngozi ya kondoo ilipokelewa. Aliyeleta dhahabu ilipokelewa. Kitabu cha Kutoka 25, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya mtoaji. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, lazima uwe na moyo wa kumpenda Mungu. Moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii. Akaanza na dhahabu, ni kweli kwamba ameanzia juu, akaja na fedha, akaja na shaba. Lakini baada ya hapo anasema na nyuzi za rangi ya samawi. Nyuzi zilipokelewa, nyuzi za rangi ya samawi, alafu na za rangi ya zambarao, na za rangi nyekundu, na nguo za kitani. Nguo pia zilipokelewa za kitani safi, na singa za mbuzi zilipokelewa, na ngozi za kondoo waume zilipokelewa zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi ya pomboo na miti ya mshita, na mafuta ya ile taa. Taa ilihitaji mafuta, na viungo vya manukato. Kulikuwa kuna viungo vya kutengeneza manukato kwa ajili ya uvumba kufukiza kwenye madhabahu ya Bwana, lakini pia kulikuwa kuna mafuta ya mizeituni ya kuhakikisha kwamba taa inawaka. Manukato kwa yale mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri, na vito vya shoham na vito vingine vya kutiwa kwa ile na ivera, na kwa kile kifuko cha kifuani. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Maono ni kutengeneza nyumba ya Mungu au hema ya kukutania, na kuna mahitaji mengi. Sasa utendaji kwenye hema kulionekana kila mtu alihusika, kila mtu alishiriki. Yaani kwenye kazi ya Mungu hauwezi ukashindwa hata kuja kupiga magoti siku moja kanisani kufunga na kumwomba Mungu. Ni kweli kwamba huna fedha, lakini bado una neema ya kuomba. Hauwezi ukashindwa kufanya usafi kwenye nyumba ya Mungu. Hauwezi ukashindwa kuhudumia watoto wa Sunday school. Hauwezi, yani kwenye nyumba ya Mungu hauwezi ukakosa kitu cha kufanya. Sasa utendaji kwenye hema ulihitaji utendaji wa pamoja. Sasa kulikuwa kuna Musa mbeba maono, lakini kuna watu walioitwa. Kitabu cha Kutoka hicho 35 mstari wa 30. Kuna watu walipewa vipaji maalum, wakapewa kuwa na ustadi, skills, wakapewa ustadi wa kufanya mambo. Kutoka 35 mstari wa 30 mpaka wa 31. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli. Aliyekaa mbele ya Mungu ni Musa, tena kwa siku 40. Kiongozi ni Musa.
lakini anayekuja kwenye kutenda anaitwa mwingine, anapewa neema. Anasema akamwambia, tazama nimewaita, amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. 31, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi wa kila aina. Amemjaza roho ya Mungu katika nini? Hekima na akili. Sema akili. Na akili na ujuzi na nini? Na ujuzi na kazi ya ustadi wa kila aina. Musa amepewa maono ni ya kiroho, amepewa picha ni kiroho. Kwenye kuja kutekeleza anahitaji watu wenye hekima, ujuzi, ufahamu na hata ustadi. Kwa kanisani tunahitaji watu stadi. Hello. Sio kila wakati tunahitaji watu wa kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha tunapenda sana. Tuko pamoja. Ila tukija kwenye kujenga jengo hatuhitaji lugha. Tunahitaji stadi. Tunahitaji engineer. Sema engineer. Tukija kwenye kamera tunahitaji ujuzi na mambo mengine mengi. Mungu akamwita Bezaleli, akampa hiyo. Na kuna na mwingine pia. Hebu angalia hicho kitabu Kutoka 31 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni. Ile kazi ameonyesha maono, lakini bado ubunifu ulikuwepo. Ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito vya kutiwa mahali, vya kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Mstari wa 6 anaongezewa na mtu. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza. Yaani hema ya kukutania na sanduku la ushuhuda na kiti cha rehema kilicho juu na vyombo vyote vya hekalu. Kwa nataka nikuambie, kwenye ile hema kulikuwa kuna utendaji wa pamoja. Na kulikuwa kuna wanawake pia ambao kazi zao zilikuwa ni kazi za kusuka na kufuma. Sitakuonyesha leo, lakini kwenye hiyo hema kulikuwa kuna kikosi cha wanawake wafumaji, wasusi ambao walishona zile ngozi nzuri kwa ajili ya mapazia na kwa ajili ya mambo yote ya nyumba ya Mungu. Sasa somo langu ni umoja katika kazi ya Mungu. Tafadhali fahamu mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Mungu hakukusudia mtu awe peke yake kwenye jambo lolote. Never ever. Never ever. Ni mpango wa Mungu watu wawe pamoja na wawezeshane na kutegemezana na kutiana nguvu. Ni mpango wa Mungu watu wawe pamoja, wategemeane, wafaidiane, wawezeshane, wasaidiane na wainuane. Kitabu cha Mwanzo 2:18. Mwanzo 2:18. Ni mpango wa Mungu kabisa watu wawe pamoja, wawili, watatu, wanne, kikundi.
watiane moyo, watiane nguvu, waombeane, wafundishane, waonyane, waelekezane, wasaidiane na kadhalika. Mwanzo 2:18, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa Mungu anapomuumba Adamu aliona hawezi peke yake. Ndio maana kama kanisa na kama mchungaji ninapinga kwa moyo wangu wote masuala ya usingle mother. Napinga kwa moyo wangu, kama kuna ushetani ni single mother. Yaani Mungu hakuumba mwanadamu awe peke yake, hakutaka hivyo. Mungu anasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndio maana mtazamo wangu mimi, hata kama mtu akifiwa na mke akiwa na miaka 80 bado nitamruhusu kuoa. Na hata kama mbibi wa miaka 80 akipata mume nitasajili hiyo ndoa. Kwa nini? Hakuna ukomo wa kuhitajiana, hakuna ukomo wa kuhitaji mtu mwingine. It is not God's plan to be single. Habari ya usingo ni ushetani tu unaotokea duniani miaka hii. Lakini Mungu hakuona sababu ya mtu kuwa. Akina mama na akina dada na mabinti, ukipata mchumba we njoo tu ofisini. Sio lazima pilau, sio lazima sherehe milioni 10. Tutasajili ndoa ya watu 2 ama 3 ama 4 ofisini. Kwa sababu gani? Sio mpango wa Mungu mtu awe peke yake. Halo. Kwa kama kuna mtu ana mpango wa kuwa mwenyewe, sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu uombe peke yako, sio mpango wa Mungu uimbe peke yako, sio mpango wa Mungu ufanye, yani kila kitu kinataka watu 2 watatu. Naomba Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9. Msisitizo wangu ni katika umoja. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9. Msisitizo wangu ni katika umoja. Umoja kwenye ndoa, umoja kwenye huduma, umoja kanisani, umoja kwenye kikundi. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9, afadhali kuwa 2 kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Afadhali kuwa 2 kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo. Ole wake aliye peke yake aangukapo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakukusudia mtu awe peke yake. Hata kama ukiwa kikongwe, tafuta hata kakijukuu ama kakitukuu kaanako huko ndani. Halo. Si umri wako labda umeshapita kuoa, imebidi wewe mwenyewe, basi tafuta kitukuu, tafuta kijukuu, hata kama sio kabila lako. Lakini Mungu hakutaka mtu awe. Anasema ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena 2 wakikaa pamoja, wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kupata moto? 12, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, 2 watampinga. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Kwa muktadha huu ndio maana Mungu alimwita Musa, lakini Musa akapewa na Haruni. Kwa tunasemaga Musa na Haruni, Musa na Haruni. Aya, akamwita Joshua. Atuna Joshua na Kalebu wakawa 2. Okay, Elia alikuwa ni nabii mkubwa, anashusha moto kutoka mbinguni. Elia na Elisha. Elisha na Gehazi. Petro na Yohana. Paulo na Sila. Hivyo ni mpango wa Mungu watu wawe 2. Kitabu cha Luka sura ya 10
Maandiko anasema akawatuma wale 70 wawili wawili. Akawatuma wale 70 waende wawili wawili. Kwa sababu hiyo, somo la umoja lina umuhimu kwamba mahali popote Mungu alitaka watu washikamane, watu washirikiane, watu washikamane, washirikiane, waambatane. Kitabu cha Mathayo 18. Mathayo 18. Kitabu cha Mathayo sura 18 mstari wa 19. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu, unaona tayari ni wawili. Wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa sababu hiyo, unashauriwa huku kwenye hii neema ya wokovu, kuwe na mtu mnayeomba pamoja, kuna mtu mnayebebana na mizigo pamoja, kuna watu mnaoshirikiana pamoja, kuna watu mnaosaidiana, kuna watu hivyo, yani uwe na company, uwe na company. Maana ndio mfumo wa kiBiblia, wawili watatu, wawili watatu. Ni mpango wa Mungu watu wawe pamoja, washirikiane pamoja, watiane moyo, wainuane na wasaidiane katika mambo yote. Ni mpango wa Mungu kabisa. Mithali 27:17. Muda wangu ulishaisha kumbe. Mithali 27:17. Mithali 27:17. Chuma hunoa chuma, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Maanake kuna kitu mwenzako anacho ambacho wewe huna. Kuna hekima anayo ambayo wewe huna. Kuna neema ambayo anayo ambayo wewe huna. Kuna karama ambayo anayo ambayo wewe hauna. Kuna kipaji ambacho anacho ambacho wewe huna. Kuna uzoefu ambao anao ambao wewe huna. Ndio maana katika kanisa kuna huduma 5. Kitabu cha Efeso 4:12 kuendelea. Kuna mitume, kuna manabii, kuna injilisti, kuna walimu, kuna wachungaji, kuna walimu. Maana yake kanisa tunahitajiana. Mhubiri anamhitaji mchungaji. Halo. Mhubiri anahitaji nini? Mchungaji. Mhubiri anapochemka, mchungaji anaweza akamwambia ndugu, kaa chini, tafadhali kaa chini. Na mhubiri huyo anahitaji mwalimu. Atakamwambia ndugu, umehubiri vizuri, umesema vizuri, lakini hapa sasa, hapo nakuomba tafadhali usiwe na kiburi. Naomba usiwe na nini? Usiwe na kiburi. Kwa sababu katika haya yote sifa ya unyenyekevu inatakiwa, ndipo muweze kuendana pamoja na kushirikiana pamoja na hata kusaidiana na hata kufaidiana. Sasa chuma hunoa chuma, manake kila mtu ana kitu cha kumsaidia mwenzake. Lakini kuna baraka katika umoja. Zaburi ya 133, kuna baraka katika umoja. Hata ndoa ambayo ina umoja huwa inaenda mbali sana. Ushirika wote wa ndoa, kazini, kwenye huduma, kanisani, kwenye kikundi, huwa ziko baraka. Mkitaka baraka za Bwana, zingatieni umoja. Zaburi ya 133 anasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja na kwa umoja. Ukiendelea na huo mstari anasema, na huko ndiko Bwana alikoamuru baraka. Nadhani ni mstari wa 3. Na huko ndiko Bwana alikoamuru baraka. Kuna baraka katika umoja. Kwa hiyo ninakusihi mtu wa Mungu, kanisa tunahitaji umoja, tunahitaji ushirika.
ninakuhitaji na wewe unanihitaji. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri yashukao ndevuni mwa Haruni hadi yashukao mpaka kwenye upendo wa vazi lake, na kama umande wa Hemoni ushukao milimani pa Sayuni Bwana, maana ndiko Bwana aliko hamuru baraka. Kuna baraka katika umoja. Mahali popote ambapo watu wameshikamana, kanisa lolote ambalo watu wameshikamana, kikundi chochote ambacho watu wameshikamana, familia yoyote ambayo watu wameshikamana, hiyo familia inakuwaga na baraka. Popote ambako kuna umoja na ushirikiano, huwa kazi ya Mungu inakuwa rahisi. Kwa hiyo Musa alimhitaji Haruni kwenye mambo ya kikuhani, lakini walimhitaji Bezaleli mwana wa Huri. Walihitaji umoja wao ili kazi ya Mungu ifanikiwe. Kwa kanisani kila mtu ni wa muhimu. Kila mtu ni wa muhimu kanisani. Ukidhani kwamba wewe ni bora, unajidanganya sana. Ukidhani wewe ni maarufu, unajidanganya sana. Tunahitajiana sio kidogo. Kwa umoja ni muhimu katika kanisa la Kristo. Karama mbalimbali ni kwa ajili ya kufaidiana. Na hilo litakuwa ni andiko langu la mwisho kwa leo. Mengine tutaendelea kwa kadri tutakavyojaliwa. Zile karama tulizopewa ni kwa sababu ya kufaidiana. Wakorintho wa kwanza 12:7, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana kila mmoja, hilo neno kufaidiana, mwalimu anamhitaji mchungaji, mchungaji anamhitaji mwalimu, hao wote wawili wanamhitaji nabii, nabii anamhitaji mwalimu. Hivyo tunapewa huduma kwa ajili ya kufaidiana kanisani. Mwingine anapewa imani, mwingine karama ya kuponya, mwingine anasema, mwingine matendo ya miujiza, mstari wa 10 ule, mwingine kupambanua roho, mwingine unabii, mwingine lugha na tafsiri za lugha, mstari wa 11. Lakini kazi hizi zote uzitenda Roho mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja nao na viungo vingi, mstari wa 12. Mwili ni mmoja nao na viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Katika haya yote fahamu tu kwamba kanisani unamhitaji mwenzako. Msaidie kumwambia jirani yako, ninakuhitaji sana. Mwambie ninakuhitaji sana. Alafu naomba nisaidie kumwambia, naona nihitaji sana hata kama hujui. Mwambie unanihitaji sana hata kama hujui. Unanihitaji sana hata kama unanidharau. Mwambie unanihitaji sana hata kama unanichukulia poa. Mpiga drums anamhitaji mpiga keyboard, mpiga keyboard anamhitaji mpiga gitaa. Kwa taarifa yako, gitaa la besi ni tamu sana, likipigwa lenyewe hapa litaboa. Maana linahitaji keyboard ipigwe. Tuwe pamoja. Mambo ya Mungu kila mmoja anamhitaji mwenzake, na kanisa litakwenda mbali sana tukiruhusu roho ya umoja.